Mambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ikiwa sasa imetimia saa 5:03 saa za Afrika ya Mashariki, natumai kwamba umzima wa afya popote ulipo. Karibu sana kwenye taarifa zetu za yanayojiri. Mimi ni Agnes Gakunga. Katika sehemu ya kwanza tutakuwa na taarifa kutoka maeneo tofauti humu nchini, na pia sasa kwenye sehemu ya mahojiano tutakuwa tunaangazia swala zima la iwapo taifa lina dawa za kutosha za kupunguza maumivu ama uchungu kupunguza idadi ya makali kwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. Nitakuwa na jopo hapa kwenye studio ambalo litakuwa linatueleza halisi jinsi ilivyo nchini pamoja na taswira ilivyo nchini ya iwapo dawa zinatosha ama haswa tatizo liko wapi. Karibu sana. Mwenyekiti wa hazina ya taifa ya NG-CDF Oluoch Alago amezihakikishia kamati za hazina hiyo itasalia na haitafutiliwa mbali. Akizungumza katika ofisi za CDF eneo la Matayos, kaunti ya Busia, wakati wa ziara ya kutathmini matumizi ya hazina hiyo, Alago alibainisha kuwa mahakama imetoa hukumu potofu juu ya uhakiki wa hazina hiyo na hatua zimechukuliwa kusahihisha mapengo yaliyokuwepo awali, na kuwa hazina hiyo itadumishwa kwa madhumuni ya maendeleo ya miradi mbalimbali katika maeneo bunge. Mwanachama wa kamati ya CDF ya Matayos, Pascal Pade, amefurahia juhudi za bodi ya NG-CDF kuhakikisha kuwa hazina hiyo inasalia, akiongezea kuwa ni nafuu kubwa kwa sekta ya elimu. With my colleagues who serve the board, CDF board, Mashinani, grassroots, and the purpose is to come here, look at how they are conducting their programs, particularly the one for Mundika Secondary, and then also assure them that CDF is here to stay. There was that court case last year that gave CDF up to June next year to wind up. That judgment was not proper, and I say that not just as chair of the board, but also as a lawyer. That judgment was biased. It was not based on the CDF Act. It was not based on the Constitution. So Parliament and us as the board and the Attorney General have appealed. But as the appeal is going on, members of Parliament have tabled a bill to entrench CDF in the Constitution. Mshauri wa masuala ya kisiasa katika afisi ya Rais Karisa Nthai amekemea vikali matamshi ya aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta ya kuwataka vijana wa Gen Z kujitokeza na kupigania haki zao. Nthai akizungumza katika kaunti ya Mombasa baada ya kufanya mikutano na waumini wa dini ya Kikristo, amesema matamshi mengine ni kama kutia chumvi kwenye kidonda na kutaka vijana kuchuja maneno ya wanasiasa kabla ya kufanya maamuzi. Kuhusu swala la waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi kulalamikia kutekwa nyara kwa mwanawe, Nthai ameyataja matamshi hayo kuwa siasa zisizo na msingi. Vijana msikubali kutumiwa. Mtu mmoja atakwambia nenda ukatafute haki yako kwa barabara, wakati yeye amekaa kwa nyumba yake. Wakati utakamatwa kwa sababu umevunja sheria, yeye atakuwa mbali. Tafuta haki yako kwa njia ya heshima. Kuna njia ile ambayo unaweza kutafuta haki yako na ukaipata kwa uzuri. Lakini ni jambo ambalo si la heshima la kiongozi kusimama na kuambia vijana kuanzia sasa tuende tukitafuta haki zetu kwa barabara. Haki haitafutwi kwa barabara. Haki inatafutwa na mpangilio, kwa sababu sisi ni nchi ya kidemokrasia. Kama una jambo, raise jambo hilo katika mahali ambapo inastahili na litakuwa taken care of, na tutawasaidia, na sote tuishi na amani. Tuishi kama Wakenya ambao tunashirikiana kuweka hii nchi yetu
katika amani, ndiposa investors waweze kuja, utalii ufanye vizuri, vile kilimo chetu kifanye vizuri. Mbolea imetoka sasa. Badala ya kuzungumza na kuweka maneno mengine, mbolea imejaa huko sasa. Inawangojea wakulima waende wakachukue mbolea. Haya ndio mambo ambayo tunataka muyafanye. Na mtazamaji, kama nilivyokuwa tu nimekueleza kwenye sehemu ya pili, tutakuwa tunaangazia masuala ya afya, na hususan iwapo dawa ambazo zinatumika kupunguza makali ya ARVs ambazo ziko nchini zitatosha na kwa kipindi kipi, ikizingatiwa kwamba idadi kubwa ya dawa hizo zinaletwa nchini kutokana na ufadhili kutoka mataifa ya kigeni. Na mtazamaji, kukueleza tu matukio ambayo yanaendelea kutokea siku moja tu kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kuchukua hatamu za uongozi hapo jana usiku kulingana na saa za Afrika Mashariki. Tunaona kwamba siku moja tu ameweza kutia saini agizo la Marekani kujiondoa kutoka kwa shirika la afya ulimwenguni WHO. Ameagiza Marekani kujitoa kwenye shirika la afya ulimwenguni WHO. Ni hatua ambayo inaonekana huenda itaathiri pakubwa ufadhili wa miradi ya kiafya haswa katika mataifa yanayojiendeleza, Kenya ikiwa miongoni mwa mataifa hayo. Kwingineko, waziri wa vyama vya ushirika Wycliffe Oparanya amewahimiza wakazi wa eneo la Magharibi kuvipa vyama vya ushirika kipaumbele ili waweze kujiletea maendeleo katika maeneo yao. Aidha, Oparanya amesema ana mpango maalum wa kufufua vyama vyote kutoka maeneo hayo ambavyo vilifilisika kutokana na usimamizi mbaya. Wabunge wa Likuyani na Ikolomani Innocent Mugabe na Bernard Shinyalu wameunga kauli ya Oparanya. Karibu. Haya, tusikie kwa hapa. Asante sana. Asanteni sana. Kwa hivyo usilete jam kwa gate tafadhali. Kama usiki mahali peana. Nikiwa nimesimamia KCC, paka nyinyi watu wangu mshirikiane na KCC karibu. Mkipeleka maziwa kwa KCC, mnajua KCC imeandika watoto wetu wengi, hawa watoto wataendelea kuwa na kazi. Lakini kama mnafifia, wengine wanakuja hapa wanachukua maziwa yenu kwa shilingi 38 na hapa KCC inapeana 50. Na tumesema KCC itakuwa mbele kwa mambo ya maziwa. Pesa ya cooperative yote ilikuwa inapanda mlima. Si namna hiyo? Sasa tunataka hii pesa ya cooperative ikuje wapi? Ikuje hapa. Si namna hiyo? Tunataka ikuje hapa Likuyani, ikuje huku Western, ndio pia sisi tusikie utamu wa kuwa wa Kenya na tuinue uchumi wa Kenya sisi wote. Kwa hivyo teremusha hiyo pesa kabisa, iendelee kuja huku kwetu. Kwa vita Kenya, kwa sababu sasa mnaona hawa watu wakikuja hapa, sisi tutasaidia wale kupigana. Sisi tutafurahi kwa sababu huyu na sisi tuone maendeleo ile ilikuwa inaenda mahali pengine. Mwenyekiti wa bodi ya mamlaka ya bandari nchini Benjamin Tayari amefichua kuwa ushuru mpya wa meli utatekelezwa kufikia mwezi wa Aprili mwaka huu baada ya kukaguliwa na kutangazwa hivi majuzi. Alikuwa anazungumza wakati wa mapokezi ya MV Amu Jamil iliyofanya ziara yake ya kwanza katika bandari ya Mombasa. Benjamin alibainisha kuwa ushuru mpya utakuwa rafiki zaidi kwa watumiaji wa bandari. Maoni yake yanatolewa baada ya afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya shughuli za bandari ya Lamu Kapteni Hamis Twalib kuomba kwamba meli kama zile wanazomiliki zipewe kipaumbele mara tu baada ya kutoa bandarini, kwani hii itasaidia kuondoa mrundiko unaoshuhudiwa katika bandari ya Mombasa. Increase our fleet of vessels, of feeder vessels and ro-ro vessels to another 8 vessels in the next 5 years. This vessel, like our 2 other vessels, will be manned by an international crew
although will give opportunities to Kenyan crew. This occasion is not merely a celebration of maritime achievement, but a testament to the power of collaboration and shared vision. The ocean that connects us is not just a body of water, it's a bridge of opportunity, fostering trade, growth, and mutual prosperity. I'd like to present our congratulations to Lamu Shipping on the acquisition of the handsome and good-natured Amu Jamil, and on the successful voyage that has ensured she arrived in Mombasa safely. We also present our best wishes to Lamu Shipping and to the vessel as she embarks on her voyage. Kwingineko, mtazamaji, mali ya thamani isiyojulikana iliteketea baada ya moto mkubwa kuteketeza maduka kadhaa ya mbao na nyumba za kukodisha katika mtaa wa mabanda wa Maguu huko Nyahururu, kaunti ya Laikipia. Moto huo ulianza katika nyumba moja na kusambaa kwa kasi hadi kwenye majengo ya mbao yaliyokuwa karibu. Mkasa huu umewaacha zaidi ya wakazi 300 bila makazi. Walioshuhudia walisema juhudi za kuzuia moto huo hazikuzaa matunda kutokana na ukosefu wa maji baada ya kikosi cha zimamoto kutoka kaunti ya Nyahururu kufika bila maji, huku upepo mkali ukizidisha moto huo. Kuna janga ambalo limetokea na tayari huu moto unaendelea kuteketea. Umekuwa ukiteketea kutoka mwendo wa saa 1. Jambo la kuvunja moyo ni ya kwamba hili gari la zimamoto limekuja hapa halikuwa na maji. Swali ni kujiuliza, walikuja kufanya nini ikiwa hakuwa na maji? Sisi wenyewe sasa tunataka kuzima moto, lakini tutajisaidia tuzime hiyo moto. Ile kitu tunauliza ni ya kwamba viongozi wetu walienda wapi? Wako wapi? Sasa tunasema tutaendelea kujisaidia. Hawa wananchi wote hapa tunaenda pamoja tuzime hii moto. Hasara yenye iko hapa ni ya mamilioni ya pesa. Hii county government ya Laikipia is a total failure na imetufail kabisa. Hawa ni watu ambao wanalipa kodi. Saa hizi nyumba zikishomeka hivi, kusema kweli hawa watu wameenda hasara. Sijui ya kwamba moto kama huu umewaka hapa Manguo, zaidi ya wakaaji 300 watalala bila makazi, watalala bila chakula, watalala bila chochote, na bado moto inaendelea kuchoma manyumba zaidi. Ni vibaya sana ati gari ya kuzima moto inakuja hapa, haina maji, haina lolote. Mtazamaji, eneo hilo linafahamika kama Manguo na wala sio Mangu. Mtazamaji, kufikia hapo nachukua pumziko fupi mno. Hapo baadaye nitakuwa narejea na kuchukua taarifa zaidi.